Kuna kitu nataka kuzungumzia, namna gani amani inaweza ikatoweka katika taifa. Namna gani amani inaweza ikatoweka katika taifa. Labda nianze kwa kusema ya kwamba mchakato wa amani kutoweka katika taifa, katika mji, katika jamii ya watu fulani, katika koo, katika familia, katika mahusiano, katika ndoa, huwa unaanzia katika ulimwengu wa roho. Narudia tena, mchakato wa kutoweka kwa amani huwa unaanzia rohoni. Amen. Kuna vitu fulani hivi, mipango fulani na nguvu fulani kutokea katika ulimwengu wa roho zinakuwa invoked, na zenyewe zina uwezo wa kuasili ulimwengu wa mwili. Kwa ukiona taifa halina amani, manake ziko roho kutokea katika ulimwengu wa roho, the invisible realm, ambazo zimelivamia taifa husika ili kuweza kuondoa amani katika taifa, mahusiano ama ndoa husika. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 16. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 16. Nitasoma mstari wa 13 na 14. Yohana anasema, nikashuhudia roho tatu za uchafu zilizoleta machafuzi, zilizofanana na mfano wa vyura, zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizi ndizo roho za mashetani zinazofanya ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Narudia tena, nikaona roho tatu za uchafu, roho chafu kwa lugha nyingine. Hizi roho zilikuwa zina umbo la vyura. Hizi roho zilikuwa zimetoka katika vinywa vikubwa vitatu. Kinywa cha kwanza kilikuwa ni kinywa cha nyoka. Kinywa cha pili kilikuwa ni kinywa cha mnyama. Kinywa cha tatu kilikuwa ni kinywa cha mwanadamu, lakini ambaye alikuwa ni nabii, ambaye ametiwa mafuta na shetani asimame katika nafasi ya nabii, ili wale viongozi wa kitaifa wanapomwendea yule nabii anapokuwa akiwahudumia, anapokuwa akinena maneno, anapokuwa akiwawekea mikono, anapokuwa akiwapa mashauri, inatoka roho kutoka kwenye kinywa cha yule mtumishi wa shetani na kuweza kumuingia kiongozi ambaye ameenda kutafuta mashauri kwa yule mtumishi wa shetani. Na ile roho inapomuingia yule kiongozi, kama ni kiongozi wa level ya kitaifa, ama kama ni kiongozi wa level ya mji, ama kama ni kiongozi wa level ya jamii ya watu fulani, ama kama ni kiongozi wa familia, basi ile roho inaanza kumtibua ndani, inaanza kumchefua. Na huyo mtu kuna namna na kuna jinsi ambavyo yeye anakuwa tena haoni usamani wa kuimarisha amani. Anakuwa ni mtu wa magomvi, anakuwa ni mtu wa chuki, anakuwa ni mtu ambaye yuko tayari kuliamsha dude hata kwa gharama ya kupoteza amani katika jamii ya watu wake. Mwenye masikio na asikie kile ambacho ninazungumza. Ninazungumza dimension ambazo ni kubwa sana za ufunuo, zinazoweza kukufanya wewe kuwa mwombaji katika kiwango cha kuliombea taifa,
ama kuombea viongozi. Ni muhimu sana kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa, kuombea baraza la mawaziri, kuombea wabunge, kuombea wakuu wa mikoa, kuombea wakuu wa wilaya, kuombea wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, wakurugenzi katika wilaya mbalimbali, kuombea viongozi katika makanisa, kuombea viongozi wanaongoza jamii mbalimbali, jamii za Wamasai, jamii za Wasukuma, kuombea viongozi katika level ya familia, level ya koo. Amen. Amen. Nataka uelewe, mtu wa Mungu, kiko kitu ambacho ni muhimu sana. Nitazungumza katika namna vile ambavyo wewe utaweza kupokea, utapokea. Amen. Yohana anasema nikaona roho tatu. Zilikuwa ni roho chafu. Hizi roho zilikuwa zimefanana na vyura, zina umbo la wanyama ama sijui ni wadudu aina ya vyura, frog. Sasa labda kabla sijaenda mbali, nataka nikuelezee tabia ya chura ni nini. Chura hana uwezo wa kukimbia. Chura mwendo wake ni analuka, anatulia, analuka, anatulia. Kwa lugha nyingine, ana ule mwendo wa kwenda juu hivi. Amen. Kama unaweza kuniona vizuri, anaenda juu, anashuka chini, alafu anatoka chini, anaenda juu, anashuka chini. Kama ni grafu za kiuchumi, amen, kama ni soko la hisa, tunasema kuna wakati chura anakuwa yuko at the peak, amen, alafu kuna wakati soko la hisa linafanyaje? Linashuka. Sasa imagine roho kama hii inapomuingia kiongozi, manake taifa lake litakuwa lina hali ya uchumi unaenda, alafu una slow down, unashuka, alafu wakati mwingine unainuka, unashuka. Lakini nini kitakachosababisha kuna hiyo hali ya uchumi kupanda na kushuka? Ni kwa sababu ile roho ya chura inapomuingia kiongozi. Maandiko yanazungumza ya kwamba hizi roho zinapokuwa zimeshawaingia viongozi, ndani yao wanakuwa wametibuliwa kwa ajili ya kuwa na ile hali ya kisilani na kuwa na ule utayari wa kuingia vitani hata katika wakati ambao is not necessary. Na hakuna vita vinaliacha taifa salama. Hakuna vita vinaiacha familia salama. Hakuna vita vinaacha mji usika salama. Amen. Na ndio maana sisi waombaji tuna jukumu kubwa la kuwaombea viongozi. Tuna jukumu kubwa la kuombea nini? Viongozi. Kwa sababu amani ya kitaifa, mtu wa Mungu, kwa kiwango kikubwa sana haijashikiliwa na wananchi, imeshikiliwa na viongozi. Amani ya familia imeshikiliwa na baba na mama, haijashikiliwa na watoto. Ukikuta familia ina amani, ujue amani imeanzia juu. Amen. Katika kipindi hiki kwa mfano, ni muhimu kuwaombea viongozi wetu katika taifa la Tanzania, kwa sababu wao ndio watatuongoza katika mchakato mzima wa amani ya kudumu. Nabii huwezi ukaliongoza taifa katika mchakato wa amani. Narudia tena, nabii huwezi ukaliongoza taifa katika mchakato wa nini? Wa amani. Ila unaweza ukaliombea taifa liwe na amani. Glory be to God. Kwa hiyo ndio maana hizi roho tatu zilivyotoka zilienda kwa ajili ya kutarget viongozi. Narudia tena, hizi roho tatu zilivyotoka zilienda kwa ajili ya kutarget viongozi. Ukisikia taifa limeingia vitani na taifa lingine, sio wananchi,
wanaoamua vile vita. Kwa kiasi kikubwa ndio maana unaonaga vita vikitokea kati ya taifa na taifa, wananchi wanakimbia nchi, kwa sababu sio matakwa yao ya wao kuwa vitani, yanakuwa ni matakwa ya wale viongozi. Amen. Yanakuwa ni matakwa ya wale nani? Ya wale viongozi. Na kwa sababu sisi waombaji ni sniper katika ulimwengu wa roho. Mtu yote ambaye ni muombaji, manake huyo mtu ni mlenga shabaha katika ulimwengu wa roho. Sasa tuna kazi ya kuzilenga hizi roho ili zisije zikawafikia viongozi wetu na kuwa asili kufanya maamuzi ambayo yanaweza yakapelekea sintofahamu. Amen. Narudia tena. Muombaji yoyote ni sniper katika ulimwengu wa roho. Yaani unapokuwa unasema Baba, katika jina la Yesu ninamuombea kiongozi wangu fulani. Amen. Maana katika ulimwengu wa roho wewe unageuka kuwa mlenga shabaha ili kuzitungua hizi roho. Maombi yako sio kutungua kiongozi. Amen. Maombi yako yanatakiwa kuzitungua hizi nini? Hizi roho. Hizi roho zikiwa disconnected na kupata access kwa kiongozi, hakuna kiongozi anaweza kufanya maamuzi mabaya ya kuliingiza taifa katika shida, ingali yeye mwenyewe yuko ndani ya taifa husika. Familia yake, ndugu zake wako katika taifa nini? Husika. Amani ya kitaifa ni muhimu sana, kwa sababu ndani ya siku chache tumeshuhudia kwa mfano machafuko yalivyotokea Tanzania wakati wa uchaguzi. Binafsi ukiacha Jumapili iliyopita, ile Jumapili nyingine sikuweza kufanya ibada. Nilifanya ibada nyumbani kwangu na watoto wangu. Hatukutani bustanini kwa Bwana kwa ajili ya mchakato wa ibada. Especially sisi watu ambao tuna makanisa ya masafa marefu, yani waumini wetu wanatoka kona mbalimbali za mji. Makanisa ambayo aliweza kufanya ibada nadhani ni yale madogo madogo ambayo yanachukua watu wa mtaa husika. Katika baadhi ya maeneo walifanya ibada. Kama hiyo ilikuwa ni ndani ya muda mfupi sana, vita hapo havijaibuka ndani ya taifa, ni machafuko tu. Amen. Hali ilikuwa hivyo. Inakuaje vikitokea vita vya wenyewe kwa wenyewe? Inakuaje vikitokea vita vya kidini ndani ya Tanzania? Kwa hiyo lazima uelewe, mtu wa Mungu, ya kwamba amani ni kitu muhimu sana. Maybe kesho nitazungumzia umuhimu wa amani ya kitaifa. Nimesikia katika vurugu zilizotokea Tanzania, sheli zaidi ya 30 ngapi zilichomwa moto. Those are billions of money. Amen. Sheli, magari yamechomwa moto. Amen. Kwa sababu tu amani ilikuwa shaken. That is a little portion ya amani ilikuwa shaken. Ndani ya siku chache sana, almost 3 days, walibifu wake sio mchezo. Calculate sasa, taifa kwa mfano limeenda 21 days of violence. Je, nini ambacho kinaweza kikanusulika? Ukiangalia violence ambayo ilitokea Nepal, you will understand it was deadly and terrible. Amen. Lakini this shows kwamba kila mtu anahitaji amani. Kila mtu anahitaji nini? Amani. Kwa ndio maana katika kipindi hiki ni muhimu sana kuombea viongozi wetu wawe mstari wa mbele katika kuimarisha amani ya kitaifa. Kama ni maliziano ya kitaifa, kwenda maliziano ya kitaifa. Tusishuhudie hali yoyote iwayo yoyote ya sintofahamu ndani ya taifa letu. Tukiwaombea wa viongozi, Bwana waepushe na kila roho
ya machafuko. Amen. Tukiliombea bunge, tukiombea muhimili wa bunge, tukiombea muhimili wa sheria, mahakama, tukiombea ofisi ya rais, tukiombea vyombo vya usalama, mtu wa Mungu. Amen. Mtu yoyote ambaye mikononi mwake anaweza akaimarisha amani ama akaiondoa amani, tumwambie Baba, watenge watu hawa na roho hizi chafu za mashetani, waepushe na namna yoyote na ushawishi, amen, wa hizi roho, for the sake of your people over the land, in the mighty name of Jesus. Baba, sababisha ndani ya taifa letu kukawe na amani ajabu. Baba, sababisha kukawe na amani kutokea katika mahakama, sababisha kukawe na amani kutokea katika bunge. Remember taifa la Kenya. Unakumbuka taifa la Kenya, mwaka huu kulitokea machafuko, amen, makubwa sana tu, kwa sababu iko sheria ambayo ilitungwa na bunge ika-approve. People took it to the street, watu wakaingia mtaani, kwa sababu sheria tu ambayo ilikuwa imetungwa, amen, ikapelekwa bungeni, bunge waka-approve. Ilikuwa inasubiri tu rais aweze kusaini ianze kutenda kazi. Amen. Nyuma ya ile sheria hakuwa na roho ya amani. Kuna roho ambayo ilitrigger vyombo muhimili wa mahakama kupelekea bungeni. Amen. Na baadaye uliona kuna lawama nyingi zilitokea, kwa nini watu wakumshauri rais? Kwa sababu nyuma kulikuwa kuna spirit. Nyuma kulikuwa kuna spirit. I'm giving you this understanding, mtu wa Mungu. Usije ukasema nabii wa Mungu alikuficha. Amen. Kama wewe ni muombaji, haya ndio maombi unayotakiwa kuomba, kwa sababu watu wanaomba a lot of nonsense prayers kwa bali ya kuliombea taifa. Watu wengi wanaomba maombi ya ajabu wanapoliombea taifa. Wanaomba maombi ya miemko. They don't know the real issues. Popote ulipo, mtu wa Mungu, inua sauti yako tunapoenda kuomba katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Hayo mafanikio ambayo unataka uyaombee yaweze yakatokea katika taifa ambalo halina amani. Baba, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, ninakuja mbele zako, e Bwana Mungu mfalme, na jamii kubwa ya watu wako katika siku ya leo. E Bwana Mungu, tazama jinsi na tazama namna ambavyo taifa letu la Tanzania limepitia tu kipindi kifupi cha machafuko, lakini uharibifu ambao tumeshuhudia ni mkubwa sana. Na tazama taifa ambalo lilikuwa lina sifa ya kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, sifa hiyo imechafuka. Na ninajua nyuma ya kila machafuko yanayopelekea vita kuna roho chafu za mashetani, sio roho kutoka uweponi mwako, bali ni roho kutokea katika falme za giza, ili kuleta sintofahamu ndani ya taifa husika na kusababisha machafuko, uharibifu. Tumesikia ripoti ya kiusalama ya kwamba zaidi ya sheli 30 plus zimeharibiwa kabisa ndani ya taifa hili. Magari ya watu binafsi na serikali yameharibiwa. Hata huduma za kijamii, magari ya mwendo kasi na vituo vya mwendo kasi vimeharibiwa, jambo lililosababisha serikali kususpendi huduma ya usafiri wa mwendo kasi for some days kwa ajili ya kufanya analysis. Jambo hili linaathiri uchumi wa kitaifa na linaathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja. Baba, ninaomba kwa bali ya taifa hili la Tanzania,
katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, yeye ambaye ni mfalme wa amani, ya kwamba Bwana, amani ikarejee ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania kama ilivyokuwa hapo awali, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninawaombea viongozi wetu wa kitaifa. Ninamuombea Mheshimiwa Rais, ninamuombea makamu wa rais, ninaombea muhimili wa bunge, ninawaombea wabunge wote wateule na waliochaguliwa na wananchi. Baba, ninaombea muhimili wa mahakama, ninaiombea mahakama kuu, ninaombea mahakama nyingine zote, Bwana, ya kwamba zikawe mbali na kila ushawishi walo chafu za machafuko ambazo zinaweza zikapelekea taifa letu kuingia katika hali ya sintofahamu na kusababisha umwagaji damu, uharibifu wa mali. Baba, hiyo sio Tanzania ambayo tunaijua na tumezaliwa tukikuwa tukiona. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye juu ya mawingu uliyetukuka, uliye mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, tunaomba katika siku ya leo, mimina roho ya hekima kwa viongozi wetu, mimina roho ya amani kwa viongozi wetu, Bwana. Baba, ninaomba katika kipindi hiki Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anahitaji hekima kweli kweli, kama ilivyokuwa kwa Mfalme Suleiman, hekima ya kuunganisha taifa, hekima ya kuliongoza taifa, Bwana, hekima ambayo itamwezesha kuwezesha taifa hili kurejea katika oda na amani kama hapo awali, hekima ambayo itasababisha kusiwe tena na maandamano mtaani na kusababisha uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninaomba kwa habari ya taifa langu Tanzania, kisiwa cha amani, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye juu ya mawingu uliyetukuka, mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega. Ninakuomba katika siku ya leo, ninakuomba Bwana, ya kwamba sababisha amani katawale katika mitaa ya Tanzania, Bwana, katika miji, majiji na mikoa yote, wilaya zote, kukawe na amani ajabu, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega, mwanzo na mwisho. Ninaomba katika siku ya leo, Bwana, ya kwamba kukawe na amani ajabu, amani ndani ya mitaa, amani katika kila kona ya taifa hili la Tanzania, kukawe na amani katika maeneo ya kazi, Bwana. Baba, ninaombea taasisi za serikali, ninaombea mashirika ya umma, ninaombea makampuni, ya kwamba amani ikapate kwenda kurejea ajabu, katika viwango vya ajabu na katika viwango vya kutisha, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninakuja mbele zako siku ya leo. Ninajua ya kwamba na ya kuwa pasina amani taifa hili haliwezi kusonga mbele. Ninajua ya kwamba pasina amani taifa la Tanzania haliwezi kusonga mbele na wala haliwezi kuimarika. Na ndio maana ninakuomba, Bwana, ya kwamba na ya kuwa chochea viwango vya ajabu vya amani, chochea viwango vya ajabu vya amani, kukawe na amani pande zote, Bwana, kukawe na amani katika bunge, kukawe na amani katika mahakama, kukawe na amani katika ofisi ya rais, Bwana. Kama kuna mpasuko, kuna chuki ya aina yoyote, ikapate kwenda kuondolewa katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye juu ya mawingu uliyetukuka, uliye mwaminifu na wa kweli, uliye Alfa Omega. Baba, ninaomba katika siku ya leo ya kwamba kukawe na marejesho ya amani katika mitaa, kukawe na marejesho ya amani kati ya ndugu na ndugu, Bwana, amani ambayo ilikuwa imetoweka kwa sababu ya familia kugawanyika, kuwa na mitazamo tofauti. Baba, amani hiyo ikapate kwenda kurejea miongoni mwetu, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninakuomba katika siku ya leo, katika viwango vya ajabu na katika viwango vya kutisha, chochea amani ndani ya makanisa, chochea amani ndani ya misikiti. Baba, ninakuomba katika siku ya leo, kukawe na amani katika kila kona, amani katika vijiwe, amani katika mitaa, Bwana, amani kabla kwenda kutawala ndani ya taifa letu la Tanzania,
katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninaomba wale ambao amani imetoweka, Bwana, ikapata kwenda kuwarejea katika viwango vya ajabu na katika viwango vya kutisha. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza. Baba, tunalibariki jina lako takatifu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Sifa, heshima, baraka, utukufu vina wewe, Bwana, in the name of Jesus. Na watu wote tuseme amen.